Bishop George, Bishop Kehato and your wife, kanisa letu, viongozi wetu wakiongozwa na Senator Joe Nyoto, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs na washirika wetu wote, andu akeru, andu amathioya, andu amuranga muriega. Ngai ni mwega. Ahinde ciothe. Ngai ya iciare la mwathani agocwo. Happy New Year. Baba wetu askofu, kwa niaba hawa wanasiasa naomba msamaha kwa sababu wameongea sana. Hata ikabidi ikapita ile muda kanisa ilichukua, na kama kuna pahali wamepotea tunaomba msamaha. Hao wanasiasa wakiona microphone na waone wananchi wanakuaga namna hiyo, so mtusamehe. Bishop Kehato, I want to say thank you very much kwa kutukaribisha katika kanisa hili, ibada ya Jumapili, kuja kuomba pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote ametufanyia. Mimi na mke wangu tumeshukuru sana. This is a great church. Hata kama ni ya mabati, ile roho iko hapa iko sawa sawa. Na usijali hata kama ni ya mabati, that is the beginning. Kwa sababu sasa mumenunua kiwanja, nasema pongezi. Sasa kazi imebaki ni ya kujenga nyumba la kifahari kujengea Bwana. Na hiyo safari tutatembea pamoja. We'll support in whichever way. Tutaanza kusupport wewe, na maybe tukikaka Senator Nyoto atupange atuite hapa harambee kubwa, tukuje tuchange pesa ya kujenga kanisa hili. Na kwa sababu niliona mlinunua kiwanja, mnaanza kupanga kuchora, nitatoa zawadi kidogo ya kuanza ile kazi iko shilingi 1,300. Ndio sasa Bishop ndio hii tuanze naye. You can start as Nyoto watatupanga tukuje, hii ni 300,000, tuanze ile kazi ambayo iko. Nituwake na mono praise and worship. Ni mwaina wega muno na twaina hamwe na inywe na nitwakena. Na andu amathio ya ndimwendete na thengio muno ni mwatukaribisha na nitwakena muno na nitulika tugiukaga kaingi. Nindoka na ngeithi kuma kuri Amunyoro, ni mwageithika. Ni kuongoretwo kuma o December, mekuwa hapo Amunyoro from December. Na ngoretwo ngiamukira andu kuma gitaro kia Mount Kenya na kundu kuingi o ngimathikiriria nigetha tubange nyumba ino itu na tuguikara nigetha muthenya ungi tutigekora irima rira turi. Na koguo nenjoete maoni maingi muno. Nilikuwa nimeahidi ya kwamba by January 31st nitakuwa nimesanya maoni ya watu wetu, na vile wataniambia nitoe mwelekeo yetu ya kisiasa kuendelea mbele. Natoka kuomba msamaha, nimechelewa kidogo kwa sababu maoni imekuwa mengi sana, na nilikuwa nafikiria ni watu ya Mlima peke yake watakuja, watu ya Masai wakakuja, watu ya Kisii wakakuja, watu ya kwa Nyanza wakakuja, watu ya Western wakakuja. Nikaona hatutaki tuwafungie nje. Ama mungetaka tuwafungie? So tukaona tuchukue maoni kwa kila mtu, na bado ninaendelea. Kwa hivyo nimechelewa kidogo, lakini tariki 9 Sunday coming ndio nitakuwa na nafasi nitoe ile interim report ya yale maoni nimepata, ile interim on Sunday jioni. Nitaongea kwa maredio zetu zote, ndio nimueleze vile watu wameniambia hii, wanataka tupange namna hii, nitoe interim report, alafu niendelee kusikiza maoni ya kila mtu. Si ni mzuri kusikiza maoni?
Na tena hatutaki kukimbilia kwa sababu hatutaki kufanya makosa. We kama heti ya tiuru, uru we kate. I am very careful. I am very, very, very careful. We made many mistakes. Tulienda harusi na gari ya mtu mwingine. Si ndio? Kufika kwa mtu akatuambia tushuke. Tulienda kwa serikali bila mkataba. Tulienda kuaminiana. Tulienda kwa serikali kwa misingi ya Ukristo. Tukaamini William Ruto kwa sababu ni Mkristo, tukafikiria yeye ni muungwana. Sasa we cannot make the mistakes that we made. So I have to be very, very careful. Ndio nichukue maoni, nichukue tupange vizuri, ndio tukitoa mwelekeo, we don't make a mistake. So on Sunday the 9th of this month, I will release the interim report of what our people have told me on the direction that we need to take, and from there tutatembea pamoja. Mimi niseme ya kwamba watu ya Mathioya ni wakulima ya majani chai na kahawa. Pia watu ya hapa Murang'a. Na nikiwa pale ofisini nilifanya kazi mingi sana ya mabadiliko katika sekta ya majani chai na ya kahawa. Nataka kuuliza wale wako kwa serikali sasa, to build on what we did. Kuna pesa nilisukuma shilingi bilioni 7 ya kulipia watu madeni ya kahawa. Hiyo pesa haijaachiliwa. Please, sukumeni hiyo pesa iachiliwe, tulipie watu wetu madeni. Kuna mabadiliko tulifanya pale kwa chai, muimplement yale ambayo tulikubaliana. Kuna kazi tulianzisha ya kupigana na pombe haramu. Nilipigana na pombe haramu tukiwa na huyu mke wangu, na tukamaliza pombe haramu, boma zikasimama, watoto wakarudi, watoto wakaanza kuzaliwa. Tangu watufukuze kwa kazi, pombe imerudi haijarudi? Si imerudi? Inaua watoto wetu. So wale wanauliza kazi tulifanya, please, tulimaliza pombe, mumerudisha. Na mumerudisha hii pombe ndio watoto wetu wakufe. Tunataka kuuliza nyinyi mkuwe na huruma kwa watoto wetu. Have some sympathy and empathy for our young people. And don't allow this killer brews to come back. That is a program we had worked on very successfully. And all of a sudden, imeachiliwa, imekufa. Sisi tunasema tuko na kazi mingi sana ya kufanya. Na mimi nataka niseme, we have a big problem. Why the economy is not thriving? It is because the payslip was raided. Wafanyikazi wote wako na payslip have been neutered. They have no purchasing power. And the new administration we are working on, our first responsibility will be to rescue the payslip. It will be to restore the dignity of the payslip and the payslip holders. So mimi nataka kuuliza wafanyikazi wote wale wako na payslip, both in the public and the private sector, much as you are suffering, much as you are having a difficult time, iko matumaini mbele. We are going to deal with this situation politically so that tuude serikali ambaye it will restore the dignity of the payslip. Zile kodi kama hii ya affordable housing tuitupilie mbali, turudishie mfanyikazi hiyo pesa yake akajenge nyumba yake kwa nafasi yake. It is not the work of government to put up houses for people. Kazi ya serikali ni barabara, maji, stima, usalama, madawa hospitalini na masomo. Hii mambo ya kujenga nyumba, kila mtu atajenga nyumba yake kwa nafasi yake. Kaijua mtiko yake na nyumba cyanyu. Na mudu wetu hali ya wekate? Awikinyira. So niliona wengine anasema why Gachagua anasema hii maneno ya manyumba. I thought it's a good thing. Mpaka niliingia pale nikajua ni biashara. Ni watu wanajifaidisha kwa hiyo programu ya nyumba na kuumiza wafanyikazi, both in the private sector and the public sector. And I want to give a commitment to all workers in the Republic
both in the private and the public sector, that we are seized of the matter and the magnitude of the crisis that faces our workers in the country after their pay slips were raided and they have been denying the purchasing power. And that is why our economy is having a challenge. And we'll do whatever it takes, not only to rescue the pay slip, but to restore its dignity, because that must be done. Sisi shida yetu na William Ruto na serikali ni ahadi za uongo. That is our problem. Mambo ya uongo, Bishop. Tuliahidi hawa watu wote wetu ya kwamba bottom up economic transformation agenda ni ya kuweka pesa kwa mfuko ya kila Mkenya. Instead, ile kidogo walikuwa nayo kwa mfuko, serikali ikaingia kwa mfuko ikato. Si ndio ilifanyika? And that is why there is a problem. Na ndio tunasema hii maneno ya uongozi ya udanganyifu ni mambo ambayo hatutaki. And Kenya is a democracy. Tusipigiwe kelele ya kwamba tumeamua, tumedanganywa. Kwa sababu sisi ni watu tumesoma, sisi ni watu werevu. Na mjinga akierevuka, mwerevu ako wapi? Ako mashakani. Hao watu wamerevuka. Tulikuwa tunaongea mambo ya bodaboda, wakatemwa. Sasa nimeona tena wamerudishwa. Same script. Kusanya vijana ya bodaboda, kuwapatia 1,100. Hiyo vijana ya bodaboda wamechanuka sana. Trauga jogu ndegati kuona ke? Na ng'ombe ndegakue na ke? Sisi tunasema, na nimefurahi sana pale hebu jana, watu ya eneo hili ya Mlima Kenya wamesema wale wanataka kuja kutuletea pesa, mkuja na mkuja na pesa mingi, tuko na haja naye. Lakini kuja kukemea, kusomea na kutukana viongozi katika mlima haiwezekani. Sasa hiko kijana alikuwa ametumwa kutoka Rift Valley ya kuja atukane JB Muturi. Akaambiwa na waemu, wewe leteni ile pesa mko nayo, alafu mtoka mfanya nini? Mambo ya kutukana viongozi wetu hapa mlima, kuja kuwasomea, kuja kuwakemea haitawezekana tena. Kama mko na pesa mko naye, mulete. Hao watu ni hatari kwa kufungua hoteli na kufunga. Our people are experts. Kufungua hoteli na kufunga wanajua. Mulete pesa mpatie watu. Sasa hapo Embu walikuja wakawachiwa karibu 15 million. Alafu kila kijana akapatiwa 1,100 akaenda nyumbani. That is what we want. Lakini na mkate na soda. Na ni sawa. Ile watu ya mlima wamekataa ni watu kuja kusomea viongozi hapa na kuwakemea na kuwakosea heshima. Na nilifurahi sana kwa sababu hata wale walikuwa wanatukana viongozi wetu huko Rift Valley, huko Western, jana walikimia. Sasa watukanane huko Western, watukanane huko Rift Valley. Wakifika hapa wafunge mdomo. Watu ya hapa wamekataa hiyo maneno ya kufanya Mlima Kenya kuwa kiwanja ya matusi, ya kukosea watu heshima, na ya kuita sisi wa kabila na mambo ingine ambayo haifai. Those who want to come, you come. Na sisi hatuna haja na mtu, hakuna mtu tuko na fujo na yeye. Mkuje msikize, mkisikia ni uongo, mnasema hiyo ni uongo. Mkisikia haina maneno, mnasikiza. Na msiweke watu sana, muongee 10 minutes, 15, muwapatie pesa watu waende nyumba. Si ndio? Kuna haja muongeleshe watu masaa 5, alafu mnawaekea na watu wanataka kuchukua pesa waende nyumbani. Hata juzi wamekuja hapa Endarasha, kila mtu 1,100, watu nangoja tu pesa. Ubaya ni kubeba watu na malori kwa sababu wanaweza kuwa na accident. Hakuna hata haja ya kuleta watu na malori. Kama unataka watu ya kusukumusia, si uchukue tu watu ya area. Wale wako tu hapo karibu, wapagie kila mtu kili moja wakusikize, iingilie masikio hii tokea gani? Alafu wewe ufanye nini? Si iko namna hiyo? Kwa sababu tunasema hata wale tumeona ile hoteli imefunguliwa pale Ikulu na ingine Karen. Watu nabebo hapo kila mtu giri 10. Nendeni mchukue pesa. Lakini mkuwe careful na hiyo pesa. Sababu hii pesa ni damu yetu ya watoto ya Gen Z. Hii pesa ni ile ingenunua madawa. Hii pesa ni pesa anume.
Lakini pesa kwa sababu si mbaya. Hii pesa usipeleke mtoto nayo shule. Hii pesa usinunue ng'ombe ati uweke pamoja na ile yako. Hii pesa ni ya kukula siku hiyo. Alafu kaadiguo, kwa sababu Mungu amepanga mwili yetu mzuri. Unakula alafu inasia kwa alafu inafanya nini? Hiyo pesa iko na damu, kwa sababu ndio iliuzwa vijana wetu wa Gen Z wamekufa. Hii pesa ni ile ikinunua madawa kwa hospitali. Ndio imejazwa pale Karen na Ikulu na magunia. Ati watu ya mlima wapewe ndio mpiduke. Mnaweza piduka? Lakini pesa kwa sababu inaweza saidia. Ile tu I want to caution you as my people. Besha isho ndugashie tukanyana ciaku. Nzo igwithania. Na ndukanagure mahiũ utukania na mau. Na ndukanarĩhĩre mwana cukuru na mbeca irĩkũ? Icio nĩ cia kũrĩa na kanua ngau. Ukare? Na kũngĩhotekeka itikarare mũthenya ũrĩkũ? Ithirio mũthenya ũrĩkũ? Kwa hivyo wewe ukienda Karen ukipewa 10,000 kwa sababu huwezi maliza peke yako. Ukifika Embu ita marafiki mkule hiyo mumali, hiyo pesa isifike nyumbani. Inaweza thurumu ile pesa yako umetafuta naja. Na it is unfortunate that the government has diverted public funds meant for our hospitals, meant for our women, wale akina mama, meant for capitation ya kuhonga watu ya Mount Kenya tuwarudi kwa president na ile mtu yake aliweka kwa kazi. All that is taking place in State House in Karen is bribery. It's a sin of crime. It's a sin of crime. And these are public funds. But we are saying because we have problems, tuko na shida ya pesa, hatuwezi waambia watu wetu wasichukue pesa, tutakosana na hawa. All I have done is to caution you how to use that money. Icio ni cia kuriona kanua tau. No ndukainuke nake. Ona ko mutimi yaku ndio mwendete ndukamukinyiria mucii umwire mucemania buro oereha uburoti ahuthire mbeca hauke. No ugikorwo na thiri wa mundu mutatwaranaga wega nake umurihe na mbeca iriku? Nitoiguithaniria na hii maneno ya kuchukua pesa ya serikali kuhonga watu kama Mount Kenya tumeizoea. Tuliona wakati ya BBI, tuliona wakati ya Azimio. It's an exercise in futility. What is sad is misuse of public funds for political bribery and trying to corrupt our people to go in a certain way politically. Sasa tunaona mabasi yote ya shule instead ya kuwa inapeleka watoto shule inakuwa preserved kusaidia watu wetu, ni kuchukuliwa kupeleka watu kwenda kuhongwa. Unaona mabasi imejaa kwa barabara. But we are saying jogu degathikwo na ke na ng'ombe ndikarekwe kuwe na ke. Inyuĩ mũrĩ andũ ogĩ, inyuĩ mũtingĩgũrĩka mũtihiana mbunge arĩa maragũrirwo mbeca. Nikimalizia ndio mimi niwachie hapo. Hii maneno ya abductions, we continue to condemn abductions in the strongest terms possible. And to say, even the colonial government, brutal as it was, it never targeted our children. We want to call upon the president to stop the abductions and killings of our young people. It is pointless, Mr. President, for you to pretend to be creating peace in DRC when your government is abducting and killing our children. It doesn't make sense. That is pretense. How are you concerned about the insecurity in DRC when under your very watch your government is abducting and killing our young children? Mambo ya criminal gangs. Serikali imetafuta criminal gangs hapa wachafue hapa Mlima Kenya, knowing very well ya kwamba hawa vijana hawatakubaliwa na vijana, na wanataka hiyo vijana wapewe pesa walete fujo, ndio vijana wetu wajipange wapige hawa, ndio watuchekelee Wakikuyu wanapigana. That is what has happened pale Mwea.
Hiyo kikundi imeamuka, watu pale Mwea wameshikana, wamewaua. That is what they want. Because they know our people cannot accept that criminal gang kurudi. Kama sasa walikuwa napanga ati watume hapa kuharibu kanisa. Sasa vijana hapa wakajipanga. Lakini hawakukuja na wamefanya nzuri. Because that they should not be misused. Ndio wakija wapigwe na vijana yetu. Sasa rais akikunywa maziwa pale na watu yake ile inaitwa Murusik wanacheka ati wakikuyu wanapiga. Ugo ni watu wageire. Nigetha ati andu aitu mahurane atuthekagirire ura turi irimu ati nigikuyu kirarwa nake. I want to urge our young people, please msikubali kutumika vibaya. Pale Mwea wameuawa wawili na watu ya huko wamesema hawezi kubali. Because those gangs will not be allowed to come. And that is what the president wants. Hiyo vijana wakuja waanze kuleta vurugu, watu wetu wajipange, wauane, wapigane, atuchekelee. Let us not fall into that trap. And we are asking, utapeleka askari na mnagani Haiti kupigana na criminal gangs, then your government is sponsoring gangs in Kenya. It is hypocrisy. Why don't you first deal with the gangs here? And these gangs are not even there. You are the one who is reviving them and encouraging them. So sisi tuseme watu wetu tutikahũrithanio. Abunge aitũ marahenio nĩ Ruto, maraheo mbeca, maroka marakunyanĩra rũrĩrĩ, rĩu matihotaga kũinũka. Na nĩ irimũ tondũ rĩrĩ, na ndamerĩte rũgano wa Mahiti na wa Mabũ. Nĩ ndamerĩte kandi amerĩte. Ngĩmera wa Mahiti ahenio nĩ wa Mabũ makahũre mũka. Wa Mahiti akĩhũra mũka rĩ, wa Mabũ ahũraga kĩ? Rĩu mahenio nĩ Ruto mamũkararie. Rĩu matinũkaga nowe nĩ athiaga kwa Njaruo na agathiĩ kwa Baruhia. Rĩu matindaga Nairobi mĩkawa-inĩ makĩũragia kũrathiĩ atĩa, ground ĩrerwo atĩa. Rĩu maũndũ mao nĩ mahĩtanire. Rĩu ndaigua nĩ mũrenda kũmainũkia. Kandi ndaigua mauga. Mũndũ wothe wakunyanĩire rũrĩrĩ nĩ mũmoĩ kana mũtimoĩ? Thabarĩ yao nĩ mũbangĩte ya kũinũka one way kana magacoka nĩ one way. Na nĩ mahenirio nĩ Ruto na ngĩmeraga. Ngĩmera mũndũ nĩ ndiramũmenya. Nĩ nyũmba ĩno itũ atarenda arenda gũtũgayũkania na arenda kũmũhũthĩra inyuĩ. Makĩheo mbunge ciringi 500. Thiĩ mũingate mũrũ wa nyũkwa. Ndeto icio nĩ ikũriganĩra thutha wa ciumia 2. Ndeto icio nĩ ikariganĩra. Seneta aya maheagwo milioni 10. Na nyũtũ ũyũ nĩ njamba ũyũ. Mũndũ kũrega milioni 10 ũcio ti mũndũrũme. Inyuĩ 10 nĩ mũngĩaregire kana mũngĩanyendirie? Abunge aya Mũrang'a aya mehaha mũrĩu wa Maua na arĩa angĩ nĩ andũ a bata. Maugire matingĩendia rũrĩrĩ mbeca. Arĩa angĩ rĩ makĩendia rũrĩrĩ mbeca. Rĩu na no kũhenio mahenio nĩ Ruto. Na ndamerĩte mũndũ tũikaraga nake nĩ maheni mũno. Angĩkorwo ahenirie mabishopu maya na mapasta twĩtĩrie magutari. Kana mahenirie. Rĩu araugire ti athomu. Rĩu rĩ na inyuĩ mũndeithie. Tucarie itungati cia rũrĩrĩ. Mũkũndeithia. Mũkũndeithia. Nĩ mũciũĩ kana mũticiũĩ? Akunyanĩri rũrĩrĩ nĩ mũmoĩ kana mũtimoĩ? Turenda mwaka ũyũ gũka ũcio mwaka wa hiti ũrĩa ũtahoyanagwo rĩngĩ wakinya. Mũtũme message harĩ nyũmba itũ ũhoro wa ũkunyanĩri atĩ mĩaka 50 gũtirĩ mũndũ ũgeciria rĩngĩ gũgakunyanĩra rũrĩrĩ. Andũ acio mũmonie kaũndũ othe nĩgetha mũthenya ũngĩ mũndũ erwo tũkunyanĩre rũrĩrĩ akauga ta reke nyambe thiĩ harĩa kahinda. Ako nĩ mũgeka ũguo? Nĩ mũgeka ũguo? Nĩ tũgũthondeka maũndũ maitũ na nĩ bangĩte wega na nĩ ndĩramenya ũrĩa ndĩreka. Mũhoere Ngai ahe ũgĩ na ũkirĩrĩria. Bange nyũmba ĩno itũ wega kahora. Rĩngĩ yuraga ĩkĩaga. Tũtigekora irima rĩrĩa rĩkĩ. No maoni marĩa nyoete so far. Ũndũ ũmwe andũ maranjĩra
ni atiringi yura gekiaga matigacokia kara haria gekire ate inyu naguo murauga ange makanjira ithue agikuyu twi gutahika kai tutingiria ki inyu no murie koguo no ndirathira mbere na kuoya maoni pole pole na ndimwire twina arata ingi twina arata kuria Ikamba nituraiguithania twina arata Githii nituraiguithania twina arata kwa Baruya nituraiguithania bururi uyu witu ni mwega na twina favor nene muno ya kwendwo ni nduriri iria ingi na gutiri mundu angetutenga tutigwo turi ithuiki tukubanga maundu maitu nginya maikare na njira iria yagirire na nitugukinya kuria Ngai witu endaga tukinye koguo nie njuge thengio muno ni ndakenda muno ni mukwenda nyina Gachagua amwire jambo amugeithie nyina Gachagua kamugeithie asanteni. Bwana asifiwe. Our bishops and the House of Clergy, the People's Deputy President, andũ aitũ a Murang'a, mwathani agocwo.